Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimeona ile mambo ambayo bwana JB Muturi anaongelelea kuhusu vile ambavyo mtoto wake alikuwa amefanywa abduction. Na kama vile ambavyo mnajua, JB Muturi amekuwa waziri na hata wakati mtoto wake alikuwa ametekwa nyara alikuwa Attorney General. Na ukiwa Attorney General ina maana ya kwamba unakaa chini kwa cabinet na bado pia kwa kamati ya security, mahali ambapo rais ndiye chairman, pia bado unakaa hapo. Na mimi nikashangaa zaidi kwa sababu ile taarifa ambayo bwana JB Muturi ametoa jana ya vile ambavyo mtoto wake alikuwa ametekwa nyara na bwana Haji, na vile ambavyo alizungushwa, akapigia waziri wa interior akazungushwa, akapigia PS wa interior akazungushwa, akapigia bwana IG akazungushwa, akapigia rais, akapigia bwana Haji NIS director akazungushwa, akapigia kiongozi wa DCI akazungushwa. Baadaye pia rais sasa ndio alipiga simu na mtoto wake akaachiliwa. Mimi kama Mkenya nikashangaa zaidi. Na ile hata swali leo hii nataka tujiulize kama Wakenya. Kama mtu kama Attorney General mwenye wanaketi na rais kwa cabinet na kwa committee ya security, mtoto wake anaweza kuwa abducted na azungushwe na serikali. Wewe Kamau, wewe Wanjiko, wewe Akinyi, wewe Atieno, wewe Moraa mwenye uko kule mashinani, mwenye wewe hata hujui rais na hujai kana yeye, nini mtoto wako hatafanyiwa? Ni nini mtoto wako hawezi fanyiwa? Na ni wakati mzuri, mimi naambia rais, ni wakati mzuri. Sababu sasa mahali tumefika, Wakenya wamelalamika ya kutosha. Lakini serikali iko na msimamo mmoja ya kwamba sio wao wanateka watoto nyara. Na hata vile IG na hata vile JB Muturi ameandika hii maneno yote, bado pia walikuwa wanakana sio walikuwa na mtoto yake. Yeah? So mahali tumefika, mimi nataka niambie Wakenya, mahali tumefika sasa ni rais amue kitu moja. Kwa sababu ako na msimamo ya kwamba sio serikali yake inateka watoto wetu nyara. Basi atuambie tu kitu moja, nani anateka watoto nyara? Kwa sababu Wakenya wanampatia ushuru na hizo idara zote zinahusika na mambo ya usalama, wanapatiwa pesa ya Wakenya ndio walinda Wakenya na walinda mali yao. Kwa hivyo wao ndio wako na jukumu peke yake kulinda Wakenya. Hakuna mtu mwingine kando na sheria yako na jukumu ya kulinda maisha ya Wakenya. Kwa hivyo kama hawajui nani anateka watoto nyara, vile ambavyo wamekuwa wakisema wakiongea, mahali tumefika sasa lazima William Ruto utatokelezea uambie Wakenya kinaga ubaga nani anateka watoto wao nyara. Na sasa ni vizuri pia hata kama sio nyinyi vile ambavyo mnasema, na nyinyi ndio mko na jukumu ya kulinda sisi, mahali tumefika lazima mtokelezee, mtafuta wale wanateka watoto nyara na muwalete. Kwa sababu hata huyu Murkomen venye nimesikia kiongea, na mimi siwezi muunga mkono, na hata akiendelea hivyo sitamheshimu. Kila siku wanaambia watoto waache kuchora cartoon. Kila siku wanaambia watoto waache kuchora hizo mapicha. Lakini anasema sijui atawashtaki wapeleke kotini. Lakini hasemi wale wanateka watoto nyara waache. Wale ambao wanaabduct watoto kila siku haongelelei yao. Na hata hakuna siku tumesikia yeye kama waziri wa mambo ya usalama akipeana onyo ya kwamba akisema watachunguza na watashika na watapeleka kotini wale ambao wamekuwa wakiteka watoto nyara. Hiyo haongei. Kwani wale wanachora picha ndio wanavunja sheria, lakini wale wanataka watoto wetu nyara kwani wao hawavunji sheria? Because he's not speaking about that. Nobody is speaking about that. William Ruto himself alipeana onyo, akaambia wazazi sijui mfunzi watoto wenu adabu ndio tusimamisha hii mambo ya abduction. But he is not saying kama serikali ni hatua gani watachukulia wale ambao wanataka watoto wetu nyara. PS wa interior the same, DCI the same, IG the same. So mimi nataka niambie Wakenya mahali imefika, wale ambao wanafaa kutulinda ndio wanatuteka nyara. So tuambie Wakenya mahali ambapo mliko, mkiona mtu anakuja kuteka mtu nyara, gari chomeni, chukueni mawe, huyo mtu pigeni mawe hata mkiweza. Vile ambavyo huwa mnachoma na tairi mwizi wa ngeta kule kwa kijiji ama mwizi wa simu, vile huwa mnachoma huyo mwizi wa kule kwa kijiji. Mkiona mtu anateka watoto wetu nyara, chukueni tairi, mchome huyo mtu gari, pigeni kiberiti. Kwa sababu serikali imekana hao watu. Imesema hawajui ni nani na sio wao. So kama imewakana, basi sisi kama Wakenya, we are going to treat those people as criminals and we are going to deal with them like any other criminal. Na kwa sababu
wenye wamesimamia usalama hawasemi ile hatua watachukulia watu, ni sisi wa Kenya tuwachukulie hatua. Kwa hivyo jana pia nikasikia bwana Kabogo akisema ati JB Muturi mtu very much irresponsible kwa sababu ya kuongea mambo ya abduction ya mtoto wake kwa kamera na wanakanga na rais kwa cabinet. Kabogo, you are so much, you are a hypocrite. Hata siku anafikiria Kabogo wewe ni mtu ambaye kichwa yake iko na shida namna hiyo. How can you tell JB Muturi that he's so much irresponsible because of speaking about the abduction of his son publicly, and yet they sit with the president in the cabinet? Kwa nini haukutuambia mtoto wa JB ameshikwa, ametekwa nyara na serikali ndio imemteka nyara, yet wanakaa chini na kwa cabinet na William Ruto? Kwa nini Kabogo haukutuambia hivyo? Because if you're blaming Muturi for speaking the truth about the abduction of his son, claiming that hafai kuongea hivyo kwa sababu yeye ni mtu ambaye anakaa kwa cabinet, kwa nini haukutuambii ni jambo la huzuni ati anakaa kwa cabinet na rais na mtoto wake anatekwa nyara na serikali? Kwa nini Kabogo hukutuambia hivyo? William Ruto angekuwa mzuri. Ni vipi mtoto wa JB anaweza tekwa nyara na William anakaa kwa chini hapo kwa cabinet na bwana JB Muturi? So mimi Kabogo nimeshangaa sana na hata nikashindwa, kwani wewe haunanga watoto? Hiyo kurukaruka ulikuwa unaongea hapo ndivyo upatiwe kazi hapo ya upuzi. Ingekuwa ni mtoto wako alikuwa ametekwa nyara, hawezi ongea namna hiyo. Haungeongea hivyo ingekuwa ni mtoto wako alikuwa ametekwa nyara. Chungu ya mtoto yajue ni mzazi. Kwa hivyo mimi naelewa sana JB Muturi akiongea ile maneno, kwa sababu anaongea na uchungu kama mzazi. Hadi wa leo miezi 6 imeisha, hajawahi ambiwa mahali mtoto wake alikuwa amepelekwa, kwa nini alikuwa ametekwa nyara, hajaijibiwa haya maswali yote. Kwa hivyo kama mzazi lazima akuwe na uchungu. Kwa hivyo mimi nikiona mtu yote ambaye ana support abduction kama Kabogo, mimi huyo mtu kwangu naona ni kama mtu ambaye hana akili, ama akili hata imeoza, ama kichwa yake haiko sawa. Because kama sisi kama wa Kenya, uko na watoto na unasikia uchungu wa watoto, hauwezi furahia, hauwezi kuunga mkono mtoto wako akifanywa abduction. Either ni serikali, either ni wakora. For as long as ametekwa nyara, amepelekwa mahali ambapo hapajulikani, hata kama nani ameteka yeye nyara, haufai kuunga mkono kama wewe ni kiongozi. Kwa hivyo Kabogo, tukuambie, wacha kuropokwa, wacha kuongea kama mtu ambaye si kiongozi ati juu unataka kazi. Wacha kuongea kama mtu aliacha akili zake nyumbani ati juu unataka kufuta kazi kwa William Ruto. Yeah? So na huwezi zuia sisi kuongea. So niambie JB Muturi, sukuma wale wakora mpaka uhakikisha kwamba umepatiwa jibu mahali ambapo walikuwa wamepeleka mtoto wako, kwa nini walikuwa wamemshika, mpaka upate hiyo jibu. Sukuma wale wakora, usiwakanyangishe chini, na sisi wa Kenya tuko nyuma yako. Mimi kama chairman wa Gema, wewe ni mtoto wetu, na hatuwezi nyamaza wakati unateswa, watoto wako wanateswa na ile serikali ambayo inajifanya ndio imekuajiri. Na mimi nimesikia chokora mwingine hapa anaitwa Silvana Sosoro akiambia ati Muturi ati kama hataomba msamaha ama either ajizuru ama watafuta yeye kazi kule kupitia kule bungeni, ati watamfanyia impeachment. Osoro, wewe ni mtu mjinga sana. Uko na kilo 30 lakini mdomo ni kubwa kama ya mamba. Hauna akili ukiambia JB Muturi ati aombe msamaha, la sivyo ajiuzuru ama mtafuta yeye kazi. Kwani Osoro, hiyo kazi JB Muturi anakaa kwani ni ya mama yako? Hiyo kazi anafanya waziri kwani mama yako amemwajiri? Hiyo kazi ameajiriwa hapo ni ofisi ya Wakenya, analipwa na ushuru yetu. Kwa hivyo hizo vitisho Osoro anajaribu kupatia JB Muturi, patia yeye heshima. Huyo ni kama baba yako bwana, ako na watoto rika yako, hata wengine wako na akili kukushinda, wenye hata si wajinga kama wewe. Kwa hivyo hiyo upuzi mumezoea hapo, ati kila mtu akisema kitu, kila mtu akiongea ukweli mnamtishia mtaenda kufanya impeachment. Kwani hiyo kazi kwani mkitoa hiyo kazi mnyang'anya Muturi, kwani hata la kwake? Kwani hata ishi? Si mnyang'anya yeye hiyo kazi, mpatie girlfriend zenu ama boyfriend zenu. Nyang'anyeni yeye kazi hiyo kazi leo, mpatie girlfriend zenu. Tuone kama Muturi atakufa ama atakosa kupumua. Hamwezi kuwa mnatishia watu kila siku ati ukiongea ukweli utafutwa kazi, ati ukiongea ukweli utafanywa impeachment. Hiyo ni upuzi, rubbish. Mnatisha nani? So hii Kenya ni yetu sisi zote, na sisi wa Kenya ndio tunawalipa na ushuru yetu. Lazima mtupatie heshima. Wale viongozi ambao wamepatiwa hizo nafasi lazima muwaheshimu. So juu umepatiwa kazi kidogo hapo ya kukua kiraja hapo sijui bungeni, kazi ya upuzi hapo, sasa unaona wewe ni mkubwa. Chokora mdogo hata huwezi patia watu wakubwa heshima. Muturi amekuwa kwa serikali for 40 years akihudumia wa Kenya. Wewe umekuja juzi unaruka hapo na masuruali. Nonsense.